Naam, baada ya kauli ya Donald Trump kuiita Urusi ni paper tiger ama simba wa kuchora. Sasa simba wa kuchora ameamua kuwaonyesha michoro. Kwa sababu Ukraine imevamiwa, imepigwa, yani non-stop masaa 12. Kipigo ambacho inaaminika kwamba Urusi hajawahi kutembeza kipigo cha namna hiyo tangu kuanza kwa vita hivi ambavyo ni vita vimechukua sasa miaka 3.5. Tunaelekea mwaka wa 4 kwa sababu itakapofika tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026 basi tutakuwa tunafunga miaka 4 kamili ya vita tangu kuanza, kwa sababu hivi vilianza tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2022 na Urusi anapigana vita kwa malengo. Nikukumbushe tena, hilo nisisahau kukuambia na nitaendelea kuliongea tena na tena kwa watu ambao wanalaumu kuwa Urusi si lolote, sio chochote, na kufuata kauli ya Donald Trump ambayo amesema Urusi ni simba wa kuchora kwa sababu vita ambavyo alitakiwa apigane kwa muda wa wiki moja tu imemchukua miaka 4. Sasa Trump huyu ameanza tena kulisifu jeshi la Ukraine. Trump, ndugu zangu, ni sio mtu wa kuaminika hata kidogo. Donald Trump si mtu wa kuaminika hata kidogo. Ni Trump huyu alikuwa analisifu jeshi la Urusi kuwa ni jeshi bora, akilifaa mifano mojawapo ya mwaka 1812 ambapo Urusi alimshinda Napoleon Bonaparte general na aliyekuwa mfalme pia wa Ufaransa, ambaye alipigana vita vingi sana na kushinda maeneo mengi sana. Lakini Trump huyu alikuja kumsifu Urusi kwa vita vya pili vya dunia ambavyo Urusi ndo alifanikisha malengo makubwa sana ya kuweza kumuondoa mtata na mtaalamu Adolf Alois Hitler, ambaye alisumbua dunia sana na kusababisha vita vya pili vya dunia, maana naye alikuwa ni mtabe kweli kweli Adolf Alois Hitler. Lakini Donald Trump alisifu, sasa leo amegeuka analisifu jeshi la Ukraine kuwa limepambana kweli kweli miaka 3 kumzuia Urusi ambaye ni taifa kubwa. Urusi hajashindwa, sio kuwa ameshindwa, hapana, isipokuwa tu Urusi anachokifanya anapigana vita kimkakati. Putin yule ni mwana mikakati, sio mtu tu anapigana kujipigia tu kama Marekani wanavyofanyaga kujipigia na mwisho wa siku vita vinawashinda. Marekani hajawahi kushinda vita, yani na kuondoka mahali kwa amani. Hamna, yeye ni mharibifu, yani anaenda na haribu alafu anaondoka. Anaenda kokote alikowahi kupigana vita Marekani, hapakuwa salama. Yani ingekuwa ni Marekani ndo anapigana na Ukraine, hii Ukraine unayoiona leo yangekuwa ni magofu. Hapiganagi vita kwa mikakati. Kwa hiyo sasa Vladimir Putin ametumia drones 600 na makombora 50 kuweza kuipiga Ukraine non-stop mfululizo masaa 12, na amepiga miji mingi sana ndani ya Ukraine. Lakini kikubwa zaidi pia ameshambulia chanzo cha nishati ambayo hii tunaita yani mahali ambapo sasa ndio wanazalisha umeme huko Belgorod, kwenye mji wa Belgorod huko ameshambulia na yenyewe. Na pia bana, yeye unajua Urusi hapigi watu, huyu watu hapana, anashambulia zaidi miundombinu. Kuna sera yake, anasema yeye haui watu. Ndio maana tumedumu kumuita baba mtakatifu wa vita, kwa sababu vita anavyopigana ni vita vitakatifu, sio vita vya kuua raia wasiokuwa na hatia. Uache kupambana na wanaume wenzio uende ukaanze kuua watoto wasiokuwa na hatia kama yule wa Mashariki ya Kati. Mnajua yeye anaua tu watoto, yani wengine paka raia ambao wana njaa wamekuja kutafuta chakula wanaua, wanapenda kupiga bomu pale. Hivyo sio vita, huo ni uoga. Kapambane na wanaume wenzio. Hao ambao umesema naenda kuwafuata na kuwawinda, wanaenda kuwawinda, wanawinda raia. Maona inakuwaje kwaje? Sasa hii ni tofauti na Putin pale, kwa sababu yeye anapambana na wanaume wenzake, jeshi, anapambana jeshi kwa jeshi, raia. Kwa hiyo katika haya mashambulizi, lakini ni raia mmoja tu amekufa na wengine wamejeruhiwa, kwa sababu yeye amedili zaidi na miundombinu na kuweza kulipua sasa chanzo cha nishati ya umeme huko katika mji wa Belgorod. Hapa kuna mambo matatu ambayo kwa nini Putin afanye hivi.
Na kwa nini ashambulie wakati ambapo mkutano ulikuwa unaendelea wa Umoja wa Mataifa huko New York? Ni kwa nini afanye hivi? Hapa kuna mambo matatu ambayo nitakwambia, kwa sababu by the way Volodymyr Zelensky eti anasema ili ni shambulio la uoga la Putin. Sasa kumbuka, yule ndio hivyo tena, anaongea hivyo lakini ni propaganda sana. Anajitahidi sana kuongea, lakini pia vile vile kujaribu kushambulia na hivyo, lakini hizi ni propaganda. Ndio maana anasema hili ni shambulio la uoga, yani eti Putin amefanya shambulio ambalo amefanya kwa uoga. Okay, tuachane na maneno yake, kwa sababu kwa sasa hivi Donald Trump ameingizwa boksi na Volodymyr Zelensky, na ndio maana Donald Trump anasema sasa Zelensky ameanza kulisifu tena jeshi la nini? Nimekuambia hapa, jeshi la Urusi. Ndio maana nimekuambia la Ukraine. Ndio maana nimekuambia Donald Trump ni mtu dhaifu sana, ni rais dhaifu mno kuliko marais wa Marekani waliowahi kupita. Hana msimamo, akiwa hivi ataongea hivi, akikutana na huyu ataongea hivi, akikutana, yani ni mtu dhaifu mno. Yani sijui nikwambieje, ni mwanasiasa yule hasa ambaye anabadilika hivi, yani leo ataongea hiki, kesho ataongea kile, yuko tofauti, ameongea. Ndio maana nakwambia. Kwa hiyo hapa kuna mambo matatu ya kuweza kuyatafakari kwa nini Putin amefanya hivi. Jambo la kwanza ukumbuke Ulaya wanaenda kuingia kwenye kipindi cha baridi ambacho wanategemea zaidi sana nishati ya umeme, kwa sababu kwa kule Ulaya, watu wa Ulaya watakuwa wanajua hili, wanaokaa Ulaya na wale waliowahi kwenda Ulaya. Kipindi cha baridi kuna kuaga na mabomba ndani yanayosababisha kuleta joto, na yale mabomba basi huwa ni umeme kutokea sasa kwenye hivyo vyanzo vya umeme. Kama ni hicho chanzo kinatumia gesi, labda kinatumia mafuta au kinatumia maji kutokea kwenye vyanzo vya umeme. Kwa hiyo huu ni mpango mkakati wa Vladimir Putin, ndio maana amelipua sasa chanzo cha nishati ya umeme uko upande wa Belgorod. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kujaribu uwezo wa mifumo ya ulinzi ambayo Zelensky amepewa na serikali ya Marekani. Ukumbuke pia Donald Trump ameidhinisha kifurushi cha dola za Kimarekani bilioni 90, Donald Trump akiamini kuwa Ukraine ina uwezo wa kuishinda Urusi. Ndio maana ameidhinisha hicho kifurushi kwa kupeleka na mifumo mingine ya ulinzi pale. Kwa hiyo inawezekana hizi drones ambazo amepiga drones 600 upande wa Ukraine ni kujaribu kuona, je, ni drones ngapi zinaweza zikawa intercepted na mifumo ya ulinzi ambayo Volodymyr Zelensky amepewa na Marekani kabla mifumo hiyo betri zake hazijaisha. Yani ni mifumo mingapi ya ulinzi, kwa sababu pamoja na kuwa Zelensky activate akiweka on hiyo mifumo ya ulinzi, lakini bado hii Ukraine iliweza kushambuliwa, yani makombora 50 pamoja na drones 600. Ndio maana, kwa sababu mifumo ya ulinzi imepelekwa pale hapo nchini Ukraine. Kwa hiyo inawezekana mpango wa pili au jambo la pili kwa nini huyu Vladimirovich Putin kuivamia Ukraine kwa kutumia drones 600 na drones nyingi kiasi hicho ni kupima, je, ni drones ngapi zinaweza zikawa intercepted, alafu zile betri za hiyo mifumo ya ulinzi zikawa zimeisha, alafu ikaingia kupiga. Kwa hiyo inawezekana ni kujaribu kuona kwa namna hiyo, baada ya kuwa Zelensky au Zeleboy amepokea mifumo ya ulinzi mingi kutoka uko upande wa Marekani. Lakini jambo la tatu inawezekana pia ni kumuonyesha Donald Trump, kwa sababu Donald Trump amefanya U-turn, amegeuka. Yani mtu aliyekuwa anaisifia Urusi na uwezo wa jeshi la Urusi na silaha za Urusi, vifaa vya Urusi na mikakati ya kijeshi ya Urusi, mtu aliyekuwa anasifia mipango ya jeshi la Urusi, leo amegeuka analisifu jeshi la Ukraine. Kwa inawezekana pia ni Vladimir Putin kutaka kumuonyesha Donald Trump kuwa unachokifanya sio, yani ni mambo ya ajabu nayo yafanya. Kwa hiyo haya sasa ndio yanayotupeleka kuambieni ndugu zetu wanaokuwa Mwafrika mnaoendelea kutufuatilia hapa, kuwa simba wa kuchora ameamua kuonyesha michoro ya angani kwa kuishambulia Ukraine kwa masaa 12 non-stop.
baada ya kuitwa Urusi ni simba wa kuchora ambaye ameishindwa Ukraine. Hajaishindwa Ukraine, hapana. Nikukumbusha tena kuwa anapigana vita kimkakati, na mikakati yake ni kutaka kuidhoofisha kabisa Ukraine. Yaani aiponde ponde isiamke tena hiyo Ukraine. Wakati huo Ukraine inasaidiwa na Ulaya. Na hivi vita sasa sio Ukraine na Urusi wanapigana, ni Urusi na Marekani, au Urusi na NATO wanapigana. Maana NATO ni Marekani mwenyewe. Kwa hiyo Urusi na NATO wanapigana. Kwa sababu swali linakuja, kama NATO wasingekuwa wanamsaidia Zelensky, kama Marekani wasingekuwa wanampa msaada wa kijeshi na pamoja na fedha Zelensky angewezea wapi muziki wa Urusi? Angeuwezea wapi? Kwa hiyo vita hivi ndio maana umeona mwamba anaenda mdogo mdogo, anaenda pole pole, anaenda pole pole, kwa sababu anataka kuhakikisha pia ameshusha kabisa nguvu ya washirika, ameponda ponda mikono ya washirika wanaomsaidia nani? Wanaomsaidia bwana Zeleboy. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo, ndugu zangu ni wanaokuwa Mwafrika, na tutaendelea kuwapa taarifa zaidi ya mambo yanayoendelea huko ulimwenguni. Asanteni sana.